Mtazamaji wa Paza Sauti Media, hii leo nimekutana na Rayvanny mdogo, pacha wake Rayvan, niseme hivyo. Ujue duniani ni wawili wawili wengi wanasema duniani ni wawili wawili. Hii ni mojawapo ya uthibitisho kwamba duniani ni wawili wawili. Anafanana na Rayvanny. Ukimwangalia sura yake, ukimwangalia muonekano wake, ukimwangalia mapigo yake, ni Rayvanny unaweza kusema. Sasa nimekutana naye. Paza Sauti Media tupo kwa ajili ya kufahamu imekuwaje hadi akasema mimi ni Rayvanny mtupu. Ni utofauti tu wa muziki na umaarufu na nini. Na ana yapi ambayo anampelekea Rayvanny. Basi tupo naye moja kwa moja, twende tukamsikilize alionayo. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Uko njema? Naoma sana. Rayvanny. Gamvan chi. Bana, hatari sana. Ni kwa nini unasema wewe unafanana na Rayvanny? Uliambiwa na watu au wewe mwenyewe uliamka siku moja ukasema bwana mimi inakuja kuja Rayvanny? Kwanza kabisa ni swala ambalo unasema lisomo lipo kama alipo basi linakuja. Of course nadhani moja kwa moja ni kwamba watu ambao walianza kuniambia nikiwa zangu mitaani, nikiwa wapi, tangu 2019 watu kama nikienda kama photographer kupiga picha na nini. Mbona unaswali Rayvanny mwenye picha nini, umeona? Watu nikitana hivyo, mwanangu mbea boy, anambia mwenyewe. Kwa nini? Nasema, unaona unafanana na Rayvanny. Kwa hiyo nikaenda kuna siku moja sasa nimetoka zangu Mtwara, nimekuja mpaka huku Dar. Nilikuwa sema nilikuwa nauza mchele nadhani. Kwa anakaa, mbona kama wewe ndio wake Rayvanny? Wewe ndio wake Rayvanny. Kwa hiyo siku baada fika watu tukaingia sasa masuala sasa ya mtandao. Sasa watu na sisi tukauza sura huko mbea ile. Ukawaulize watu ni kweli ni Rayvanny au ni batili? Tukaanza kuuliza, nikafanya venye hivi vitu zile interview zake zile. Watu kanajua Rayvanny. Tena kama mmoja nakumbuka nilifanya ya kukumbushia kuhusu Sara Paula. Watu walikuja juu, Rayvanny bado hajamsahau Paula. Rayvanny bado hajamsahau Paula tu mpaka sasa anazingua. Wengine masimu ache Paula. Kwa nikaja kumbe watu waje kama kwa hiyo sasa ndio nikaruka nao hivi sasa siko tu mjini mpaka alifika tu tukaenda tarehe. So Kenya kama unavyojua Wakenya hawamwachage mtu. Kenya haje kumwacha mtu na maandamano haje kumwacha mtu. Akaanza kuandamana huyo kwetu basi nikaona basi sio kesi. Andika pale Rayvanny wa Kenya. Watu wakajua niko Mkenya. Rayvanny wa Kenya. Sasa ni vizuri nikaona ushi bwana. Nikaona bwana sio kesi hapa. Nikabadilisha tena, nikabidi andika tu, nikaamua sasa ni wazi sasa kuandika kitu ambacho nitakuwa nafahamika mimi. Niona mtu nikipita inazoeleza Rayvanny inakuwa ukame, inakuwa Rayvanny no. Nikaona nibadilishe kitu hapa. Nikaamua kubadilisha jina mpaka nikaa naitwa Gamvan. Ndio jina ambalo nakojea ambao watu wanaita Gamvan, Gamdok, Mr Butterfly, Mr Kipepeo. Chi. Lakini binafsi haukuogopa kwamba pengine kujifananisha na mtu inaweza kaniletea shida tena hasa ukiwa unafanya vitu vile anavyovifanya yeye? Hukuogopa au ulifikiri nini? Unajua kwenye maisha wanasema kwamba yani usipo take risk wanasema no pain no gain. So mimi sikujali kuhusu kwamba watu watasema nini. Baba sote tuongea nini? Mimi nilichokuwa nakiangalia kwa malengo yangu ni nini? Mimi naangalia tu malengo yangu ni nini? Napata kitu fulani, maisha mengine yaende. Hiyo kusema niweze kuwaza sio niweze kuogopa watu sasa tasema nini? No, hilo swala mimi kwangu niliwaza kile mwanzo nilivyokuwa natukana na nini na mimi sikuwaza. Nikaanza kile baadaye nikafikiria ile lengo langu ni nini. Kwa hiyo nikaanza kanifika kwanza kwenye malengo yangu, baada ya kufanya malengo yangu, tujue mbeleni. Na ulipo sasa nataka kuchukua uhusika mzima wa Rayvanny, kuna mazoezi ya baadhi ya miondoko ya Rayvanny ulianza kuyafanyia mazoezi au ilikuwaje? Unajua mimi nina tabia moja hivi ambayo watu wengi hawajui. Mimi nina tabia moja hivi ambayo watu wengi ambao hawajui ni kwamba mimi binafsi nina tabia kuiga sana watu sauti. Naweza kuiga mtu sauti. Naweza nikamwiga mtu namna anavyotembea, namna vitu vyake anavyofanya. Kwa hiyo sio ilivyoingia swala la Rayvanny. Ilikuwa swala dogo sana kwangu sababu ni kitu ambacho tayari nishaanza nacho toka ndani, ni kipaji ambacho nilicho nacho. Kwa hivyo kwa Rayvanny afuso ukiangalia kwenye video tunaendana kwa niona hii sio kesi. Tukaingia katika panda kuongea, hata kisema niongee kama najisi na kuongea na nikaongea. Na utafanya hivyo kwenye interview. Unajua saizi sio kama mfano kwenye next level. Mimi ndo CEO anasema yeye anapenda kujiita akasema I am next level president. So
unajua yani kuna mafano yanavyoongea au sio bana, sio ni namna yake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo rahisi sana, miondoko yake sio ya hivi. Unajua Rayvanny kuna kila video ambayo ukimoja kumwangalia kuna style yake ambayo anazifanyaga, kuna za hivi zile. Yani kabisa hiyo vitu kama ni simple sana. Kwa hiyo sasa kukopi na nyeli haikuchukua muda sana. Ilikuwa ni swala ambalo ni rahisi sana kwa sababu tale vitu ni kitu ambacho ilikuwa nipo nacho toka kitambo tu. Kwa hiyo ilifika tu nikukopi tu chap chap na kwa mambo mengine yakaenda. Na ni kweli na wewe unatokea Mbeya ama? Yeah, of course mimi ni mtu wa Mbeya. Ni mtu wa Mbeya kabisa. Mbeya, Nzove, natokea Nzove, mwenyewe mtu wa Nzove. Yeah. Na pengine hujawahi kuhisi kuna labda background nyuma huko kuna uhusiano unakuja, maana Mbeya sehemu moja? Yeah, hiyo swali nishakaa nikamuuliza mama. Na kwenye comment nyingi unajua watu wengi wanaulizaga, hapa inabidi mama akamatwe aulize sema ukweli. Sio unajua. Hilo swala kwangu nilikaa nikamuuliza mama, nikamwambia mama, watu wanasema huko kwamba inabidi kuulize wewe vizuri. So niambia ukweli, hapa vipi? Akasema wapumbavu wao. Akaniambia wapumbavu wao. Kwa nini? Nikacheka sana. Akasema hamna, nyewe tu labda tu kwa sababu tu inasema tu yani kama mnaunduka basi undugu wa mbali sana, yani wakutafuta mtoto, lakini wote wamekaa sehemu moja, lakini sio kwamba hivyo. Kwa hata mama pia anakataa hamna undugu, yani hakuna uhusiano ambao unaelekea na kuwa na Rayvanny. Anasema yani labda kwa mbali sana, kwa mbali sana, yani ndugu ambao ni kwa mbali sana, wakutafuta tochi sana. Yeah, so inaniambia kitu kama hicho. Akasema basi of course wazangu na mimi kisema niulize ndugu zangu wengine, nasema watu hivyo hatuna undugu na nini. Kwa hiyo nimeona sio kesi. Basi kabla hatujaendelea, mtazamaji yupo kwa ajili ya kuthibitisha, je, yaliomo yamo ama bana hizi ni fake. Basi mpe miondoko rasmi ya Rayvanny akutazame kwa matendo. Naam, huyo ndiye Rayvanny mtupu tunaye niliyokukutanisha naye mtazamaji wa Paza Sauti Media. Hebu toa comment yako, yaliomo yamo. Je, ni Rayvanny huyu? Pacha wake wanamuita miondoko hii. Hayo anayoyafanya ni Rayvanny pia anayafanya ama vipi? Comment yako inasemaje? Unatamani nini? Na style yeah, unajua watu kuna so mmoja nisikia unasema kwamba fake it until you make it. So mimi na fake mpaka nije kitengeneze cha kwangu mwenyewe. So one day. Lakini hebu tuambie, wewe binafsi haujawa na yale matamanio ya kukutana na Rayvanny mwenyewe? Ya matamanio hayo yapo. Yeah, of course unajua sote unajua kwa mfano ukienda kwa mfano nchi za nje, asilimia kubwa ya watu wengi ambao wanafanana nao wanatamani sana waje wanaona nao kwamba pigani hata akae mtu ajanga kwamba mimi ndio huyu, yani unajua ile kwamba wana appreciate. Ila kwa huko Bongo nimeona kwamba asilimia kubwa appreciate, yani wanaona kama au kama vile au kama sio nini, yani kama sio nini, yani hana anajaja udogo. Unajua ile ni appreciation, kwamba mtu anafanya kitu to appreciation, anafanya kitu ajalishi no matter what, kwamba okay sana anafanya naye na nini, kama atoa appreciation it's okay. Lakini mimi sijali kusapanda kwamba atoa appreciation au vipi, lakini mimi kwamba tu kama ndio naye naye nipigane picha tuangalie kama je niulize na mashabiki, maana mashabiki pia wanatamani kuniona pia nikiwa niko na yeah, wafuza wanatamani sana. Kila siku kwenye comment kutana na Rayvanny, fanya mpango kutana na Rayvanny, fanya mpango kutana na Rayvanny, basi kama hivyo kutana Faima. Mashabiki wachokozi unajua. Kwa natamani siku moja nije nikae nije naye tupigane picha na hivyo tuongee mambo matatu hivyo, maisha mengine yaendelee. Basi tumia uwanja huu kumuita rasmi Rayvanny, na mimi anakutazama, hebu ongea naye, muite. Yeah bro, kama unaweza kuona naitwa Gamvan Gamdoko, Mr. Butterfly, Mr. Kipepero, kama unaweza kuita Rayvanny Chui. Yeah, so mimi ni Chi, mimi Chui tena, mimi ni Chi. Bana, so mimi naweza kusema jambo moja tu kwamba naomba support yako na nini, lakini pia nahitaji pia tuje tuonane kama tuonane kama mtu ambaye tunatokea sehemu moja Mbeya boy na nini, lakini pia tuonane ndio tuweze kukutana kama familia, supportiane na kusupport, lakini pia onyesha tu appreciation, kitu moja cha muhimu sana. Natamani kwamba siku moja tuje tuonane, na kubali kazi zako, lakini pia nahitaji pia tuonane ili kwamba ndafurahi sana siku ambayo unajua kuonana naye. Na haufanyi kumuiga miondoko yake kwa ubaya?
sijai kufanya kwa ubaya, na ndio maana unajua kuna wakati nilikuwa nafanya clip kama kufanya kama Rayvanny, nikaona sasa watu wanashindwa kutofautisha kama Rayvanny ni upi na Gamvani ni upi na Gamdope ni upi. Kwa hiyo nilichoamua kufanya, nikaamua sasa niwe kubadilisha, yes, kama enda serious mimi nakienda kiutani, ili kwamba kidogo watu tofautisha kwamba bwana huyu yule ameusha yule. Kwa hiyo na clip moja hivi Rayvanny alikuwa kusuka, nashangaa watu wanachanganyikiwa. Wati ile nakumbuka ile watu akweka filter. Nashangaa watu huyu Rayvanny hapana. Huyu atakuwa ni yule Rayvanny wa Kenya, wanataka Rayvanny wa Kenya. Wanataka Rayvanny wa Kenya. Huyu atakuwa Rayvanny wa Kenya huyu. Mwingine wangu Rayvanny mwenyewe. Au Rayvanny bila filter. Sasa hivyo ichukue ile clip, nikaiposti kwangu. Watu wakaanza kubishana. Ngoma ilitemea mpaka milioni 1 viewers ile ngoma. Watu ni ngoma ilitemea mpaka milioni 1 viewers, watu wanachanganyikiwa. Kwa issue yani kwamba nikaona kabisa kwamba hapa nikisema nifanye vitu serious, nifanye vitu serious, itakuwa ni kwamba mtu anashindwa kutofautisha, anashindwa kupata ladha tofauti. Kwa sababu akisema nifanye vitu serious kama Rayvanny alivyofanya, Rayvanny kasuka, mimi nisuka kama Rayvanny, mimi Rayvanny sikanua kapena gani, mimi nipende kwenye gari, inakuwa mtu apate ladha tofauti. Kwa hiyo nikaona mimi hapa cha kufanya ni badilisha ladha. Huko apate serious, huko apate utani. Akiposti huko Rayvanny akiposti kwenye gari, wanaona kana msubiri, huyu Gamvani anaenda kuposti nini huko. Sio unasoma. Rayvanny kasuka, naomba huyu kasuka, huyu anakotoa nini huko. Sio unasoma. Kwa hiyo niamua kufanya vitu kama mazingira yale pale, kwamba watu wanatofautisha, wapate ladha tofauti. Wasimzoe Rayvanny, wasimzoe Rayvanny wakamzoe na Gamvani vile vile. No. Mimi nakuja kama Rayvanny kivyake, Gamvani kivyake. Atakuja ni nyimbo ya Pele ile nyimbo yake sio Pele, sio nani, lakini yeye amefanya kiserious, ninafanya kimasia. Kasuka mimi naweka vitu vyangu ili kuwa tofautisha, mtu asiseme kama wewe ni yeye kweli. Kama ni yeye kweli, nataka tu kwamba tu mtu apate ladha tofauti. Unajua watu wanapenda kuenjoy. Mtu akitaka akiingia mtandaoni asiwe anakuja kuja kuondoa stress, sio kupata stress. Sio anakuja anaweza kumuona kama Rayvanny yule, kwa anahitaji mtu anataka kwamba awe anapata ladha tofauti. Kama mtu anataka akiingia mtandaoni anakuja kuenjoy, sio ajaenda kuanza tena Rayvanny tu, si yule Rayvanny kuja kuangalia. So mtu anataka akija kuangalia anakuta yule Rayvanny vipi tena, leo kaja vipi tena, anasema kama Rayvanny ama gafa kaeka mabuto fulani hivi, anasema kama na gafa mbona kama mabuto ile Rayvanny imekuaje tena, unajua anabaki tushia kucheka na enjoy maisha. Sawa, lakini basi hayo ni maisha yako. Hebu tuambie maisha ya wewe na jamii yako inayokuzunguka na taswira yako, muonekano mapacha wake Rayvanny kwa unavyoitwa na watu. Usumbufu upo, na je, mapokeo ya jamii ya karibu ambao unaishi nao kila siku inasemaje? Of course moja kati ya kitu ambacho kimekuwa appreciation sana ni mbeleni vile kukaza. Watu wameappreciate. Watu wameappreciate sana, hata wana appreciate vibaya mno. Yaani of course kwa watu ambao wanizunguka mpaka watu wa nje. Unasikia nimetoka zangu pale mtaani kwangu wanani appreciate, najua mwanangu wa next level, wewe mwanangu Rayvanny, mwanangu next level hivi, kwa nakuta kwamba wani appreciate sana. Muda mwingine hata kazi ambazo nakuwa nazifanya wani support, wana support. Nikihitaji mtu kuigiza, mwanangu ukitaka mtu kuigiza ni chue tu, mimi naja chap mtu yuko lazima chome mafuta yake aje tufanye naye kazi. Umenisoma? Wanangu kama kina Mr. Pela nani wote wanani appreciate. Umenisoma? Haya, unakuja siku moja nimetoka zangu hapo, nimeingia zangu wapi? Nimeingia zangu sijui ilikuwa ni wapi kule Kibao kule mbali kabisa huko. Nafika pale nimetulia zangu papo na analipia nauli nini. Mwanangu. Wewe ndio mwanangu unafanya contact za Rayvanny. Mimi nakukubali kilo. Unajua? Unajua ile? Kwa sababu mwanangu nakubali kilo, kwa nikaona kwamba kitaki kimekubali. Watu wana appreciate. Kwa hiyo na mimi kwa sababu watu wanani appreciate, kwa natamani nije katika ladha tofauti kama Rayvanny, lakini pia mimi mtu aje apige kwamba ladha tofauti, sio kama ladha ile. Kwa watu wana appreciate, wanakubali na mimi pia nakubali. Sawa. Na vipi inakulipa pengine mbali na umaarufu unaopata? Of course inanisaidia sana. Namshukuru Mungu katika hilo. Yaani vile namshukuru sana Mungu sababu tu najua mambo yote yanatokea kwa sababu ya Mungu. Kuna wakati inatokea hizo kama unajua kuna kukwama, lakini kutokana ile kwamba mtu anakufahamu ile anakufahamu kwenye TV, anakuona kwenye simu mtandao na nini. Kwa mfano unakuta kama nimeenda sema nataka shoot contact. Sababu ile kufahamika. Ni maulusu nani hapa kwanza kushoot? Wewe mwanangu, mimi nakupata mwanangu. Wewe shoot tu usijali, anakuta kwamba appreciation kama yote.
inanivusha sana. Ukuta kuna wakati nakwama kimaisha na nini, mtu anakubless tu, mwanangu usijali, chukua tu hiyo, nimesoma. Ndio anakaa, yani of course, yani imekuwa appreciation sana. Sasa naam, na wewe umesema mbali na hayo una vipaji vingi vya sauti, miondoko na nini, pengine tuthibitishie kwamba wewe tu hata siku ukiishwa content ya Rayvanny kumbe unaweza kwa survive kwa vipaji vingine ulivyonavyo. Yani mmoja kati ya kitu ambacho watu wasije kaa wakategemea kwamba na kipaji kimoja mimi hapa. Mimi sina kipaji kimoja, mimi na vipaji vingi sana. Yasema hivi vingine sivikazia sana. Kwa mfano kwenye upande wa kuchora nachora lakini sijakazia sana. Kwenye upande wa kuimba naimba lakini sijakaza. Yaani kuimba ningekuwa naimba toka mwanzo, ningekuwa naendeleza, ningekuwa mwimbaji tu mkubwa. Yaani ningekuwa na sauti ile ambayo imenyoka kabisa yani. Imenyoka. Lakini pia upande wa kudansi sio saa mpaka nifanye mazoezi. Unajua kudansi mazoezi. Hizo kwa sababu talent za kuigiza sauti hizo pia ninayo. Pia uigizaji pia upo. Na ndio maana ukuta mimi wakati nachanganya laza mule. Na nafanya uigizaji, nafanya za Rayvanny. Nafanya uigizaji. Nafanya pia kuimba. Waga nakaa naimba mwenyewe kama kuimba ili kwamba watu pia wapokee vitu tofauti. Ili kwamba nafika hatua kama pale watu wamesha kukinai kwa Rayvanny, unajua wewe sasa hizi hapa naingia sasa upande wa pili sasa. Sasa nabadilisha ladha. Of course, kwenye upande wa kuimba pia niko vizuri. Kote ina talent nyingi. Sawa. Comedy pia nafanya. Kwa maigizo kila kitu nafanya. Lengo ni kumthibitishia mtazamaji kati ya hivyo ulivyovitaja uchague kimoja wapo. Kama ni kuiga sauti uige, kama ni kuimba uimbe, kama ni kufanyaje kimoja wapo umthibitishie mtazamaji. Basi ngoja tuimbe. Si tuimbe mgani kwa mfano? Ngoja tuimbe wimbo hapa. Anasema tupige wimbo naogopa. Wimbo wake mwenyewe Rayvanny sana. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda, ngiwa kipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda, ngiwa kipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo, wakuta mapenzi unabomoka, kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia guti kavu wanabomoka. Wapi mkandarasi wa moyo, wakuta mapenzi unabomoka, kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia guti kavu wanabomoka. Unajisifu umempata, umealo mwachana mfuata, anachotaka na kipata, unasema wara na taraka. Naogopa kwenye safari ya mapenzi mimi nisihusishwe. Mtazamaji wa Paza Sauti Media, ni pacha wake Rayvanny huyu, japo ndivyo hivyo tunavyosema ni pacha wake. Je, yaliomo yamo? Comment hapo. Comment hapo. Ni Rayvanny mtupu? Unaona swaga hizo? Ni nani? Ni yeye. Basi unapoona haya vile vile fanya chochote walao kumsupport afike mbali. Ndio jamii tunaoishi nayo, ndio wanajamii wenyewe wa Tanzania hawataki kulaza vipaji chini, wanataka kuviendeleza na kuvikuza, wanataka kufika mbali. Hizi pia ni ndoto. Ni nani mwenye uwezo wa kufanya hivi? Basi tunasema ni kile Mungu akikubariki kitu basi kiendeleze. Ukipewa kitumie kuwa manufaa kwa wengine. Hivi alivyo na muonekano huu ni manufaa kwa wengine kwa sababu content anazozitengeneza kupitia Rayvanny basi zinaenda kutazamwa na wengi, wanakuwa wakifurahi, wanakuwa na kiburudika. Hivi unavyomuona ana mashabiki wake pia, na hivi inaongeza umaarufu wake kwa Rayvanny. Rayvanny pia watu wanaongeza kumpenda kupitia huyu. Kumbe kuna tabaka la huyu anayopenda kupitia Rayvanny. Yote kwa yote ni lengo ni kufika mbali. Kuna chochote cha kuambia watazamaji pengine malizia? Kuna kitu ambacho nimesahau pia, lakini pia huwa napiga muziki pia nafanya. Napiga sana kinanda, drums, abezi sio sana, solo sio sana. Lakini pia ambacho naweza kuambia mashabiki ni kwamba nawapenda, na appreciate, na wakubali sana kwa sababu zao wanavyokuwa ni support. Najua sometimes natamani mpaka uje ukamshukuru mmoja mmoja, ama nashukuru kunifollow, asante sana, lakini hivyo uwezo kumfuata kila mmoja, lakini nashukuru sana kwa support yenu, nawapenda sana. Lakini pia msiache kutusupport, muendelee kutusupport. Sio licha kama tunafanana naye, lakini pia tuna talent nyingine. Kwa
hata kwa mfano labda mbele tukija kuwa fans zaidi, tuzo tukaingia katika vitu vyetu zaidi ambavyo tutazidi kufahamu kama sisi zaidi, yani umenisoma. Kwa hiyo tuendelee kusapotiana, umeona. Tunafanya hivi kwamba kutengeneza na sisi jina baadaye mtu jekaa na mtu hujakaa kuonekana kitu cha, kwa sababu uwezo kama milele tu vile vile. Unajua mtu sote ukikaa kama milele vile vile inakuwa wewe ukilizika kwamba mimi ni Pacho Levani milele, unakuwa nothing, watu watakuchoka. So inabidi unafanya vile kwa ajili ya malengo yako baadaye, kwamba sasa hizi chukua mfano kwa sasa hizi na naigiza watu chanifahamu baada ya natoa maigizo yangu, watu wanatoa maigizo, watu washanifahamu, wanatoa maigizo yangu anaenda, kwa sababu mwanangu ndio yule kwa nafanya Levani. Mungu tukaangalia ana kitu gani kwenye pande ya kuigiza, ana kitu gani katika pande kuingia wa kuimba. Kwa mwingine support kena mbali, kuna Kenya wanasema wanapenda kuniambia kwamba guys, tumsupport afike mbali asirudi tena. Kwa hiyo ni supportini nifike mbali nisirudi tena. Basi mtazamaji na wewe pia msupporti. Pengine unapoona hii video share zaidi na zaidi imfikie mlengwa ambaye ni Rayvanny. Rayvanny ndio mlengwa? Yeah, of course ni mlengwa, lakini pia na mashabiki zangu pia na wao penda sana nao pia wafikie amuli. Sawa na ambaye hajafahamu akutazame vipi, wapi mitandao yako ya kijamii? Ya mitandao yangu yote ya kijamii natumia jina la Gamvan, ila kwenye username pale ni _Gamdoko12. Kwa yani kote hiyo YouTube, iwe Instagram, iwe TikTok, zote natumia hiyo kwamba ni Gamvan Gamdoko. Ile gam ya Rayvanny, ile gam ile van ile Rayvanny natumia kwa ni Gamvan. Kwa mitandao yangu yote ya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, wote natumia hivyo Gamvan. Na mshukuru sana watu wananisupport, wanaitikia. I appreciate sana hicho. Naam, asante sana mtazamaji. Huyu ndiye niliyekuletea kwa siku ya leo, na mimi sijawa nyuma. Lengo langu ni kusupporti kama hawa tunawaona, ni kusupporti katika nafasi zetu tuweze kufika mbali zaidi. Na wewe kwa namna yako pia supporti. Huyu ndio yeye, miondoko yote umeiona ya Rayvanny Mtoko. Basi na wewe kwa namna moja ama nyingine endelea kuenjoy na burudani kama hizi, ukisupporti wafike mbali zaidi. Subscribe, share na kucomment. Mpaka wakati mwingine. Asante.